Je, unaijua kinga kamili ya UTI sugu? Na umewahi kujiuliza kwamba unaweza kujikingaje na tatizo la UTI sugu? Okay, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Kama ni mara yako ya kwanza, jitahidi sana usubscribe chaneli yetu, lakini pia ugonge kengele ya notification ili uendelee kujifunza zaidi na zaidi. Na mada yetu ya leo, kama nilivyowaambia, ni namna ya kujikinga au kinga kamili ya UTI sugu. Leo tutazungumzia mada muhimu sana ambayo ni mwisho wa kuipata au ni mwisho wa kupata janga la UTI sugu. Ukifuatilia kinga, unaweza ukajikuta unatibu hiyo changamoto ulionayo na haiwezi ikajirudia tena. Kama nilivyowafundisha hapo awali, kama unanifuatilia, nimewaelezea kwamba UTI sugu ni urinary tract infections, kwamba ni maambukizi ya via vya mkojo au maambukizi ya mfumo wa mkojo, ikiwemo figo, ikiwemo mirija ya mikojo na mfumo wa kutoa mkojo nje ya mwili wako. Lakini pia unaweza ukajikingaje ili usipate hiyo UTI sugu? Kinga namba 1 ni kunywa maji ya kutosha kila siku, angalau hata lita 2 kwa siku. Itakusaidia sana kutoa au bakteria kwa njia ya kukojoa, lakini pia itafanya mwili wako kuwa imara zaidi na kupata nguvu zaidi. Na maji yanasaidia sana kusafisha njia ya mkojo kama nilivyowaambia, lakini pia kutoa bakteria nje ya mwili kupitia mkojo na kupunguza uwezekano wa bakteria. Lakini pia kuzaliana kwenye kibofu cha mkojo itakusaidia sana. Lakini pia jaribu kunywa maji mengi ambayo yatakusaidia wewe kupunguza ule uwezekano wa bakteria kubaki kwenye mwili wako au kwenye mfumo wako wa mkojo. Lakini pia kitu kingine, jitahidi sana usishikilie mkojo kwa muda mrefu. Hii inamaanisha usipende kubana mkojo kwa muda mrefu. Unavyobana mkojo, wale bakteria wanaweza wakarudi na kusababishia changamoto tofauti. Na watu wengi wana tabia ya kuzuia mkojo pale ambako anakuwa amebanwa kukojoa, na hii tabia inaweza kuongeza nafasi ya bakteria kukaa na kuzaliana kwenye kibofu cha mkojo wako. Pindi unapohisi haja ndogo kukojoa, jitahidi sana uende ukojoe. Hii itakusaidia kibofu chako kukaa kikiwa kisafi. Lakini dumisha usafi wa sehemu zako za siri. Jitahidi sana kujisafisha kwa maji safi na salama, na usitumie sabuni yoyote yenye kemikali, itakusababishia kupata hao bakteria, na hao bakteria watakuwa na nafasi kubwa wewe kukushambulia. Lakini kitu kingine, jitahidi kukojoa baada ya tendo la ndoa. Wamama wa baba, jitahidi sana. Hii labda nielezee kwa urefu zaidi kwamba baadhi ya watu bakteria wanaweza kuingia kwenye njia ya mkojo wakati ya tendo la ndoa. Nimekuwa nikiwaambia kwamba kwa watu ambao unajikuta na UTI sugu, pia anakuwa ameendekeza kufanya tendo la ndoa mara kwa mara. Lakini ukitaka kujikinga na hawa bakteria wa UTI sugu, jitahidi sana ukiwa umemaliza kufanya tendo la ndoa, nenda ukojoe, na hii itakusaidia sana. Na kukojoa baada ya tendo la ndoa inaweza kusaidia kutoa bakteria hao kabla hawajasababisha maambukizi makubwa zaidi. Na tumia dawa kwa usahihi. Pale ambako nitakuwa nimekushauri tumia Penicare, jitahidi sana uitumie kama atakavyokuwa nimekuelekeza, na kumaliza dozi pia ili uweze kuendelea vizuri zaidi. Na ikiwa umepewa dawa za UTI sugu, tumia kama ulivyoelekezwa kama nilivyowaambia, lakini pia maliza dawa zote na usiache kutumia dawa na kunywa maji mengi ya kutosha. Pia usiachie katikati dawa zako. Jitahidi sana umalize dozi yako, na epuka kujitibu bila vipimo. Ukinipigia simu, nitakushauri kwanza nenda kapate vipimo popote pale ulipo, lakini pia uje kwangu niletee majibu na nikupatie dawa. Popote pale ulipo, dawa zinakufikia. Popote pale ulipo, tiba zetu na ushauri wetu unakufikia. Kwa namba ambazo tumekuwekea hapo kwenye screen, jitahidi sana utupigie na tutakusaidia kumaliza changamoto yako inayokusumbua. Lakini pia dhibiti magonjwa yanayoongeza hatari ya UTI kwenye mwili wako. Na magonjwa ya kisukari yanaweza kusababisha ukapata UTI za mara kwa mara. Kwa hiyo kama una changamoto ya sukari pia, nipigie simu ili niweze kupatia ushauri na tiba nzuri zaidi ambayo itakusaidia kumaliza changamoto hiyo. Vaa nguo za ndani ambazo zinaruhusu hewa kupita. Nguo za ndani ambazo zitakusaidia ni nguo za pamba, ni nzuri sana. Epuka kuvaa nguo zinazokubana sana mara kwa mara.
Epuka kuvaa nguo zinazokubana mara kwa mara, au hizi suruali tight kila mara, hapana. Wakati mwingine acha mwili urelax, upepo upite, hewa ipite, ili uweze kukaa ukiwa safi, si ndio? Kula chakula bora kwa ajili ya afya yako, ya kuimarisha kinga ya mwili wako ili uweze kuwa imara, na mfumo wa kinga usaidia mwili kupambana na maambukizi. Kula matunda mbalimbali, mboga za majani, kunywa maji mengi, vyakula vyenye vitamin C, lakini pia vyakula vyenye madini na virutubisho ni muhimu sana kwa afya yako. Lishe bora inasaidia sana mwili wako kulinda dhidi ya maambukizi ya UTI au maambukizi mbalimbali sana, ikiwemo UTI sugu. Fanya uchunguzi mapema ukiona dalili kama hizo. Lakini pia jitahidi sana pia ufanye mazoezi, usikae kivivu. Fanya mazoezi, utoe taka mwili, lakini pia hiyo itakusaidia kupata afya iliyo bora zaidi. Ukiona dalili nilizozifundisha huko juu, na unaweza ukaenda hospitali au ukatupigia simu ambayo nimeiweka hapo, ili tuweze kusaidia kwa ushauri na tiba. Wapendwa, ni kwamba UTI sugu inatibika. Ni the way wewe utakavyokuwa umeichukulia. Watu wengi wanaichukulia UTI kama kitu cha kawaida, na ndio maana inakuja kuathiri zaidi na zaidi. Kwa hiyo jitahidi sana utibu chanzo cha tatizo lako, itakusaidia sana. Lakini kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Hatua ndogo unazoziweza kuzichukua leo zitakusaidia pia kuepuka na tiba za baadaye au usumbufu wa baadaye. Asante sana kwa kutazama chaneli yetu ya Penicare Afya. Kama ni mara yako ya kwanza hapo, jitahidi sana usubscribe, ugonge kengele ya notification ili uendelee kujifunza au kupata darasa zaidi na zaidi. Tuambie hapo chini kwenye comment kwamba umejifunza nini na nini ambacho umetaka au unahitaji kujifunza zaidi kuhusu kipindi hiki. Karibu sana.